Kwa nini wazazi wengi waliuza ardhi zamani na leo watoto wao wanaishi kwa kupanga? Kuna familia nyingi mwaka 2000 walikuwa na mashamba, viwanja na ardhi ya kutosha. Leo watoto wao wanaishi kwa kupanga. Je, ardhi ilipotea? Hapana. Au walifanya maamuzi mabaya? Leo nitakuonyesha kwa nini ardhi ni chanzo cha pili cha utajiri wa mtu binafsi duniani, na kosa moja kubwa linalofanya watu waiuze kabla haijawalipa. Ukielewa hili mapema, utaepuka makosa ambayo yamegharimu vizazi vingi sana. Fikiria baba yako ana ekari 5 kijijini. Mtoto anaumwa, ada ya shule inahitaji pesa, au kuna shida ya ghafla. Anaambiwa hivi, uza kipande kimoja tu, mambo yatakuwa sawa. Anafanya hivyo, mwaka unaisha, shida nyingine inakuja, kipande kingine kinauzwa tena kwa bei ya kutupwa. Ndipo miaka ikapita, ardhi yote inaisha. Swali si kwa nini waliuza. Swali ni kwa nini hawakujua thamani ya walichokuwa nacho. Ardhi ni mali ambayo haiongezeki wala haikimbii, na kila mwaka huongezeka thamani kimya kimya. Matajiri hawaipendi ardhi kwa sababu ya leo. Wanaipenda ardhi matajiri kwa sababu ya kesho. Ndiyo maana matajiri hununua ardhi mapema, wakati maskini huuza ardhi kwa dharura, tena muda mwingine ndogo ndogo tu, wala hata hazieleweki. Kwa mfano, real estate. Tuchukue mfano rahisi kabisa. Kiwanja kimoja unajenga vyumba 4 vya kupanga vikali, lakini kodi yake ni shilingi 90,000 kwa chumba, kwa kila chumba. Hiyo ni sawa na 360,000 kwa mwezi. Unakuja kuona ardhi ni ile ile sasa inalipa kila mwezi na miaka yote, na sio kwako tu, mpaka kwa vizazi vyako. Haya, ungekuwa navyo viwanja 5,
una shingapi kwa mwezi plus idadi ya miaka. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wananunua ardhi bila hati, wananunua bila mpango, au wanaiacha miaka 10 bila kuitumia. Na ardhi isiyotumika sio utajiri, ni mzigo. Yaani ni mzigo. Lakini ukweli ni kwamba biashara inakupa pesa, halafu ardhi inalinda pesa. Ukiwekeza pesa yako kwenye ardhi, haipotei kamwe. Ndiyo maana matajiri hawauzi ardhi kirahisi, wanaibadilisha, wanaiweka kazini. Lakini hapa ndipo watu wengi bado hukosea. Sio kila ardhi ni kwa kila mtu. Ardhi hununuliwa au hutumiwa kulingana na lengo lako lilonalo. Kama lengo lako ni kilimo, chagua ardhi yenye rutuba inayofaa kwa zao lako, tena iliyo karibu na chanzo cha maji ya uhakika. Lakini kama lengo lako ni real estate, nunua viwanja vilivyo mjini, karibu na biashara, viwanda, machimbo na maeneo yanayokuwa kimaendeleo. Ardhi moja lakini matumizi mawili tofauti, na matokeo mawili tofauti. Kama una ardhi leo, una mtaji mkubwa kuliko unavyofikiria. Swali ni, utaitumia au utaiacha ipite mikononi mwako? Andika comment. Una ardhi au unapanga kununua? Subscribe, kwa sababu kipengele cha 3 kinachofuata ni uwekezaji. Ndicho kitakachounganisha biashara na ardhi.